leo tutaenda kujifunza somo linalosema mahusiano sahihi yanayompendeza Mungu. Mahusiano sahihi yanayompendeza Mungu. Mwambie jirani yako, mahusiano sahihi yanayompendeza Mungu. Mbona tunapishana? Tuende pamoja. Mwambie jirani yako, mahusiano sahihi yanayompendeza Mungu. Kuna aina nyingi za mahusiano. Kuna mahusiano ya ndugu. Yaani hayo hata kama ndugu yako awe mbaya namna gani, lazima atakuwa ndugu yako tu. Yaani Waswahili si ni wazungu wanasema DNA. Uhusiano ule wa DNA. Huo hata kama ndugu yako ni kivuruge namna gani, ni kichomi namna gani, uwezi ukaenda ukabadilisha ukapewa ndugu mwingine. Atabaki kuwa ndugu yako yule yule kwa sababu mmeshare nini? Damu. Lakini pia kuna mahusiano ya urafiki. Mahusiano ya nini? Urafiki, ambapo ndio watu tunapata uhuru wa kumchagua mtu ambaye unafanya nini? Unamtaka. Nataka rafiki wa hivi. Ukiona haendani na wewe, unaachana naye, unatafuta rafiki mwingine. Lakini pia kuna mahusiano ya aina ya tatu, mahusiano ya uchumba. Mahusiano ya nini? Ya uchumba. Hapo vijana wengi ndio huwa tunakutana na za uso hapo. Mahusiano ya uchumba. Lakini kuna ya nne ambayo mimi nimeandika, aina ya nne ya mahusiano ya ndoa. Mahusiano ya uchumba, mahusiano ya wanandoa. Lakini pia kuna mahusiano ya Mungu na ya mwanadamu, Mungu na mwanadamu. Kwa maana hiyo, wewe na nani? Wewe na Mungu. Aina hizo tano za mahusiano. Leo hatutaweza kuangalia hizo zote. Leo tutaangalia aina mbili tu za mahusiano. Tutaangalia aina ya kwanza, mahusiano ya urafiki. Tutaangalia aina ya pili, mahusiano ya wanandoa. Tutaangalia aina ya tatu, mahusiano ya uchumba, ambapo ndo tutajikita kuangalia mahusiano sahihi yanayompendeza nani? Mungu. Tutaangalia aina hizo tatu za mahusiano. Kwanza kabisa, mahusiano sahihi yanayompendeza Mungu ni yapi? Kabla tujasema hilo, tuangalie kwanza maana ya mahusiano. Mahusiano ni makubaliano baina ya pande mbili tofauti, au ni makubaliano ya watu wawili na zaidi walioamua kunia mamoja. Nitarudia tena. Mahusiano ni makubaliano baina ya pande mbili tofauti, au ni makubaliano ya watu wawili na zaidi walioamua kunia mamoja au kuwa pamoja. Twende kwenye kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 17. Kama kuna mtu amepata, karibu tusaidie kusoma. Dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Rudia hiyo B. Sema, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo duniani kuna aina nyingi za mahusiano, lakini kama wewe utaamua kufuata dunia, ukaamua kubezi kwenye hao mahusiano, ukamwacha Mungu, utapita pamoja na nini? Na dunia. Lakini kama wewe utakubali mahusiano yako yawe yanafuata mapenzi ya Mungu, wewe utadumu milele. Sio mimi nimesema, ni neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba dunia hii inafanya nini? Inapita na vitu vyake vyote. Pamoja na hao mahusiano, kuna watu wengi wanakuwa wanamwacha Mungu kwa sababu ya mahusiano. Anakutana na mtu, kwa mfano labda kijana hajaoa, binti hajaolewa, anakutana na mtu, unakuta saa nyingine ni mtu ambaye ameokoka lakini hajaweza kuliishi neno. Kwa hiyo wanadanganyana, wanapelekana kwenye uzinzi. Kwa hiyo tayari wameshaacha mapenzi ya nani? Ya Mungu. Yesu akija, wewe ndio siku hiyo hiyo ukaenda kule kwenye uzinzi, Yesu akaja huko kule, na wewe utapita pamoja na nini? Na dunia, kwa sababu Biblia inasema ujio wa Yesu ni kufumba na kufumbua.
Kwa hiyo vitu vyote vitakuwa vinaendelea, lakini Yesu ndo anakukuta sasa wewe umeshadanganya, na wewe kijana anakuambia mara moja tu hamna shida. Haya, na wewe unakubali unaenda. Au wewe kijana umemdanganya binti wa watu, na au wewe binti mwenyewe amekushawishi ukakubali ukaenda, Yesu akawakuta kule. Wewe utakunjwa pamoja na nini? Na dunia. Lakini pia kuna wale ambao wako kwenye ndoa, lakini labda alikuwa ametarajia kwa kumuona tu binti hivi, anamuona binti yuko mzuri, ni smart, anajua atakuwa hivyo siku zote, akaja kujua mambo ya ndani. Kwenye ndoa kuna mengi jamani. Vile vitu vya ndani akaona mbona mimi sikutaka vya hivi. Anaanza kutafuta vya nje sasa ambaye anaona vitamfaa. Anaacha yamkini mke wake au mume wake anaweza asijue vile vitu. Yeye akatafuta watu wengine wa nje akafanya vile vitu ambavyo anajua yeye anajua atapata furaha, lakini kumbe anafanya nini? Anamwacha Mungu bila yeye kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba dunia inapita. Mahusiano kweli unaweza kukuta mahusiano mazuri au mabaya, lakini wewe unachotakiwa kujua ni kwamba lazima ujue kusimama na Mungu. Hata kama mahusiano yako ulivyotarajia umekuta tofauti, lazima ujue kuwa na msimamo wako kwa nani? Kwa Mungu.